Wakati wahenga wanatoa msemo wa kuwa uyaone, watu wengi tulikuwa hatujui nini maana ya kuwa uyaone, lakini baada ya kukua tumekuja kuyajua kwamba walikuwa wanamaanisha kwamba tukue tuyaone maisha ambayo yanaendelea katika jiji hili hapa la Dar es Salaam. Na leo niko maeneo haya hapa ya Madale Mwisho. I'm go by the name wanaitaka yule boy handsome boy la Manyema, na hii hapa niko Kani Online TV, na kama unavyotuona tuko maeneo haya hapa ya Madale. Leo kimekuja kutuleta huku ni kitu kimoja tu. Baada ya kuona comments zimekuwa ni nyingi, maswali ni mengi sana, tumeamua kufunga safari kutokea Mikocheni Dar es Salaam mpaka kuja hapa Madale kwa ajili ya kumfuata mtu mmoja tu. Leo ataenda kujibu yale maswali ambayo tuliulizwa kule kwenye mitandao ya kijamii. Leo tunaenda kujibiwa huku twenzetu, alafu tutajua ni nini. Wakala na msemo wa wahenga unasema kwamba sio kila mtu anayepiga miayo basi ana njaa. Wengine huenda ni mchoko tu na usingizi ndio unaosumbua. This time around niko maeneo haya hapa ya Madale, kama unavyoniona nimeshine kinyama nyama na nimependeza vilivyo, lakini pia siku leo ni ile siku ambayo nadhani yale maswali mengi ambayo tumeulizana katika mitandao ya kijamii yataenda kujibiwa, kutokana na maswali yalikuwa ni mengi mno. Kwa Kani Online TV tumefunga safari kutokea Mikocheni Dar es Salaam mpaka sasa hivi tuko maeneo haya hapa ya Madale, na tuko na mwamba hapa kama mnavyomuona. Kaka vipi? Poa, inakuaje? Unyama kama kawaida. Kwanza nataka uambie tena wananchi unaitwa nani? Bana, kwanza mimi naitwa James Jackson. Au ukipenda niite afisa habari wa tawi la Simba Hatari au Simba Hamasa kutoka Makabe. Kwa mtaalamu mwenyewe rais wa Hamasa King Vuvuzela ndo mwenyekiti wangu. Kwa mimi ni afisa habari wa tawi la Simba Hamasa Simba Hatari kutoka Makabe. Wanahabari wakikutana huaga zinaongea ni habari tu, na sisi leo tunakuletea habari za michezo ambazo ni hot kabisa, ambazo zitakuwa zinatokea hapa Madale. Endelea kutufollow katika mitandao yetu yote ya kijamii tukijulikana kama Kani Online TV, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kushare na kucomment channel yetu ya YouTube tukijulikana kama Kani TV. Bwana, tuanzie hapa kwenye sakata zima la mwisho wa ligi. Tunaona ligi ya NBC imeisha, lakini pia tunaenda kuanza msimu mpya wa 2026-2027. Tuzungumzie upande wa mnyama. Wewe shabiki kindaki wa Simba Sports Club, kwa upande wa mnyama mmejizatiti kinamna gani? Awali ya yote kwanza sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tumetamatisha msimu wa ligi kuu ya NBC kwa mafanikio. Naweza kusema mafanikio makubwa kwa sababu almost misimu imeenda karibuni minne. Ulikuwa unaona timu misimu mitatu nyuma timu ilikuwa inamaliza bila kikombe chochote, lakini this time around tumekuwa na tournament nzuri, tumekuwa na mashindano mazuri, tumefanikiwa kupata walau vikombe viwili kabatini, na tumekuwa na msimu bora kwa sababu tumekuwa na changamoto za hapa na pale. Timu ilisuasua huko nyuma, lakini dirisha dogo usajili ukafanyika mzuri na ukaja ukaklik ukalipa timu imefanya vizuri, imepata walau vikombe viwili katika msimu huu umeisha. Kwa unaweza kusema nina kila sababu ya kushukuru kwa sababu ni msimu ambao umeisha kwa mafanikio tofauti na misimu mitatu ambayo ilikuwa imepita nyuma. Na ukiangalia tuna kila sababu ya kujivunia kama mashabiki wa Simba. Tunatoa pongezi kwa benchi la ufundi, wachezaji wetu pamoja na uongozi pia wa Simba. Okay, sawa. Kuna media moja kubwa sana barani Afrika ilitoa kauli ikasema kwamba katika ligi za Afrika miongoni mwa timu ambayo imefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana kutoa mataji ya nyumbani ni Simba Sports Club, kwa sababu imetoa mataji mawili makubwa ya nchini kwake. Ni nini ambalo ni nguvu gani kubwa ambayo imetumika kwa kikosi cha Simba, ukianzia benchi mpaka kwenye technical nzima mpaka kwenye wachezaji ambao wanacheza uwanjani? Ni siasa gani ambayo imetumika kwa wao kufanya wameona kwamba tumeikosa ligi kuu, tumekosa NBC, lakini nguvu yetu kubwa tumeielekezea huku na tumefanikisha kupata hivi vikombe viwili ambavyo ni vikubwa kwa taifa. Nafikiri siri ya mafanikio kwanza, unajua mpira wa mguu sio kitu ambacho cha kujificha. Mpira wa miguu ni mchezo wa wazi ambao unachezwa maeneo ya wazi na unaonekana. So ukizungumza siri ya mafanikio au nini siri ya mafanikio, mimi kama shabiki naweza kukuambia kitu kimoja.
Simba Sports Club ni timu ambayo imejenga misingi yake kwenye mpira wa miguu tangu hapo zamani. Kwa hiyo benchi la ufundi, anapokuja kocha yoyote, awe mzawa awe mgeni, anapokuja anakuta background ya timu, anakuta ile legacy ya timu ambayo imetengenezwa tangu miaka mingi sana. Na wachezaji wote wanapokuja wanakuwa cha kwanza wanapita pale Msimbazi, wanakwenda wanaonyeshwa mafanikio ya timu, wanaambiwa kwa ujumla wa vikombe vya ndani pamoja na vikombe ambavyo vimewahi kuanzishwa nchi hii ambavyo Simba ameshiriki aidha na timu za nje na wapi. Simba ndio timu pekee ambayo nchi hii ina vikombe vingi kuliko timu yoyote. Kwa mchezaji yoyote anapotoka nchini kwake anakuja kwenye ligi ya Tanzania, anapofika tu jambo la kwanza atafika pale Msimbazi, ataona mafanikio ya timu ambayo imeyapata tangu miaka ya nyuma. Kwa hiyo yeye mwenyewe kichwani kwake anakuwa ana focus ya kwamba kwenye timu kama hii ili niwe na consistency ya kuendelea kucheza au kuendelea kusalia, maana yake lazima nihakikishe timu inakuwa na mafanikio mazuri kupitia uwezo wangu mimi uwanjani. Kwa hiyo siri ya mafanikio ya Simba msimu huu nafikiri ni ile background ya timu ambayo imeshajitengenezea yenyewe. Okay, sawa. Kuna changamoto kubwa sana ambayo mashabiki wa Simba mlipitia kutokana na mlikuwa na kocha ambaye aliandaa timu vizuri sana na mkawa na mategemeo yake makubwa sana kwa sababu mlimwamini kwa kumkabidhi timu, lakini akawa anaonyesha ni kile kitu ambacho yeye amewafanyia na mkaamini kabisa kupitia yeye, lakini mwisho wa siku akaja akaondoka. Hapa katikati kuna kasumba na maneno mengi yaliongeleka sana. Wewe kama mshabiki lile swala liliingiaje kwako? Bana, kwanza mimi umenikumbusha kitu kimoja kizuri sana. Kitu kimoja kizuri na kitu muhimu sana. Kwa sababu kwa nini nasema kitu kizuri na kitu muhimu sana? Ndio. Msimu wakati umeanza, msimu ule wakati unaanza, sisi tulimkabidhi timu Fadlu Davis. Msimu ule, msimu jana niseme, msimu ulioisha ambao pia tulimaliza bila kikombe chochote. Tulimkabidhi Fadlu Davis kwa malengo ya kwamba tulikuwa na project ya kujenga timu baada ya mafanikio ya muda mrefu katika tournament za kimataifa, mfano kama mashindano ya CAF, shirikisho pamoja na Champions League. Timu ambayo imekuwa na misingi ya kujijenga baada ya kuwa na changamoto za hapa na pale, timu ikabomoka, wachezaji wengi wakaondoka na nini. Kwa katika wakati wa kutafuta kocha ambaye atakuwa hana pressure na aina ya wachezaji ambao tulikuwa tumefanya usajili, tukampata Fadlu Davis. Fadlu Davis tukakaa naye mezani, tukaelewana naye. Then wakati tunaendelea kwenye mchakato wa kujenga timu, nadhani uliona timu ikafikia mafanikio ya kwenda kucheza hatua ya finali ya kombe la shirikisho. Tukaamini kwamba ni mtu sahihi na ni mtu ambaye maana yake tungeweza kuendelea kumtumia kwenye mchakato wa kujenga nini, wa kujenga timu. Lakini msimu ulipokuja umepinduka, msimu unaanza, sajili zote 75% zilikuwa zimetoka kwenye kichwa chake mwenyewe au kwenye makaratasi yake mwenyewe. Lakini kutokana na sababu za hapa na pale, kulingana na yeye ni binadamu na ni kocha na ni mtu kama watu wengine, sijui aliingiwa na tamaa, sijui ni nini, akajikuta ameacha ile project ikiwa njiani, haijafikia kwenye hatua ya kukamilika. Timu iliumba kiasi. Mimi kama shabiki lazima niseme ukweli, timu iliumba tena sana, kwa sababu kama unakumbuka tulikwenda tukatafuta kocha ambaye alikuwa ni Dimitar Pantev, akachemka matatu kaja Medi Moloko pia, japokuwa yeye Medi Moloko tulimtumia kwa malengo ya kwamba bana tuvushe mechi moja tu hii au hizi mechi mbili. Then katika harakati zetu za kupambana huku na kule tukaenda tukapata mtu anaitwa Steve Barker. Huyu ndio kocha ambaye msimu huu ameandika muhuri wa moto kwenye mioyo ya kila mwana Simba, kwa sababu ndio kocha ambaye tangu amekuja kuiongoza Simba, umeona Simba haijaruzi mchezo wowote, haijapoteza mchezo wowote. Tumekuwa na msimu bora, tumekuwa na wachezaji ambao wamepambana kwa jasho na damu, wameipa timu mafanikio ambayo unayaona msimu huu. Tuna vikombe viwili kibindoni, na hivyo vikombe tuna sababu ya kuvizungumzia kwa sababu tumechukua katika mechi ambazo zote ngumu. Unazungumza mechi ya kwanza, kombe la Muungano, tumecheza sisi dhidi ya Young Africa ambao ndo naweza kusema wapinzani wetu au washindani wetu kwenye ligi ya nini, ligi ya Tanzania. Lakini mechi ya pili ambayo ni mechi ya CRDB Confederation Cup tumecheza na Azam. Mechi ilikuwa ni ngumu, tournament ilikuwa na timu nyingi sana, lakini end of the day sisi tumeibuka, tumekuwa mabingwa na tumechukua lile kombe, kwa tuna kila sababu ya kujivunia. Matarajio yenu kama mashabiki wa Simba kwa kocha huyu ambaye mmempa dhamana sasa hivi ya kuiongoza timu ni yapi? Kwa sababu tayari tumeshaona kwamba baadhi ya wachezaji wengi ambao walikuja kwa mgongo wa Fadlu Davis, yeye tayari
waondoa na ameshahitaji wachezaji ambao yeye anawataka, na mwenendo wa timu the way ambavyo tunauona kiasi chake ni mzuri na unaridhisha. Nyie matarajio yenu ni yapi kwa mkono wake sasa, kwa elimu yake na akili yake, the way ambavyo anafundisha timu kama wanachama? Jambo la kwanza, sisi kama wana Simba kwanza, mimi naamini hata wachezaji ambao wanaondoka walisajiliwa na Fadlu Davis, sio wanaondoka tu kwa sababu walisajiliwa na Fadlu Davis. Yes. Ila kila timu ina utaratibu wa kwamba kila msimu wa dirisha linapofunguliwa kubwa na dogo, lazima timu ifanye nini? Ifanye usajili. Maana yake ukiona mchezaji anaondoka kwenye timu, sio anaondoka tu kwa sababu kocha aliyekuja kumfundisha si aliyemsajili, bali anaondoka yawezekana katika namna moja ama nyingine ameshindwa kukliki kwenye mfumo wa nini? Kwenye mfumo wa timu. Na tuna imani na Steve Barker kwa sababu kocha ambaye amekuja katika nafasi ndogo na ya mwisho kabisa, ameikuta timu iko katikati kwenye dirisha dogo, wakati ambao dirisha kubwa, unajua usajili mkubwa unafanyika dirisha kubwa, si ndio? Tumefanya usajili wa dirisha kubwa, lakini wewe utufanyia usajili akaingia mitini. Amekuja mtu katika dirisha dogo, ameomba bana, naomba mchezaji huyu na huyu na huyu, uzeni kulingana na mahitaji yangu na mfumo wangu wa kucheza, nahitaji mchezaji huyu na huyu. Na ukiangalia wale wachezaji ambao wamewasajili kwa 75% ndo wachezaji ambao wameenda wameilipa timu, wameifanya timu imekuwa na msingi mzuri, imecheza kwa kiwango kizuri ambacho kila shabiki alikuwa na shauku na alikuwa na kiu ya kufika uwanjani kwenda kuangalia timu yake inavyocheza. Kwa hiyo tuna imani naye kwa sababu Steve Barker ni mtu ambaye amekuja kutuonyesha njia ya mafanikio. Na kama unakumbuka misimu 3-4 nyuma, Simba akiwa bingwa alirejea kupitia mashindano ya nini? Ya CRDB Confederation Cup, wakati huo ikiwa Azam. Kwa hiyo tuna imani naye, na sisi kama mashabiki na viongozi wangu wa Simba, mimi nawaomba jambo moja tu. Ninayo maneno machache. Timu imecheza kwa msimu huu, umekamilika, umeisha. Manake pale ambapo timu ina mapungufu, basi ni mapungufu madogo sana ambayo hayahitaji ule uvunjifu wa 75% tuje kuwa kama tunaanza project ya ujenzi wa timu tena upya. Kwa hiyo waangalie wale wachezaji ambao wameondoka, na nafikiri kama utaangalia kwenye eneo la kiungo cha kati, kama ataondoka Alassane Maodo Kante, tayari kuna mtu ambaye anakuja kukava ile nafasi, mtu hatari kabisa, fundi kabisa mwenyewe, mtu wa mpira Jaba. Na ukizungumzia kwenye upande wa winga, kama unafuatilia, umeona zimekuwepo taarifa hapa na pale katika kwamba timu 3 barani Ulaya zinamhitaji Anicet Ola, mwamba fundi kabisa. Japokuwa ukiniuliza mimi kama shabiki, na waomba sana viongozi wangu wafanye juu chini, tunahitaji hao wachezaji wawepo kwa sababu tunakwenda kwenye tournament ya klabu bingwa. Klabu bingwa ukiangalia Giant mwenyewe, mtu ambaye pekee amekuwa anatusumbua sana kwenye mashindano ya kimataifa, National Ahli, msimu hatakuwepo. Kwa hiyo naweza kusema ndo msimu wetu pekee ambao sisi kama wana Simba tunatarajia kuwa na focus kubwa sana kwenye mashindano ya kimataifa kuliko namna yoyote, kwa sababu kwa msimu huu masikitiko yangu makubwa ilikuwa ni kuishia hatua ya makundi, kitu ambacho kwa miaka 4-5 nyuma ulikuwa hujawahi kuona Simba anaishia kwenye hizo hatua. Lakini kulingana na changamoto ambazo zilijitokeza hapo nyuma, kama tulivyosema hapo awali, tumempa mtu imani ya kujenga project ya timu na akaja ametuachia njiani. Kwa tumejikuta timu imepoteza ile consistency kiasi ambacho tumeishia hatua ya makundi. Hatutamani hilo jambo litokee. Kwa hiyo focus ya viongozi wangu, mimi ninachoomba, mimi kama shabiki, malengo yangu sote na NBC, kwa sababu hakuna kombe la ligi kuu au la nchi hii ambalo limeanzishwa mimi kwenye kabati sina. Kwa hiyo waweke nguvu kubwa, wasajili wachezaji ambao watakuwa na daraja la kuhakikisha tunakwenda kukompea na vilabu vikubwa, tunakwenda kukompiti na vilabu vikubwa, kwa sababu wapo wamba kule bado wamebakia, Mamelodi Sundowns, Esperance de Tunis, kuna Zamalek kule, kuna Pyramid, na ukiangalia pia vilabu vya Libya msimu huu vimewekeza nguvu kubwa sana, kwa sababu yanaweza kuwa mashindano magumu sana, kwa sababu kuna vilabu vimefanya usajili mzuri, vina wachezaji wazuri. Kwa hiyo nawaomba viongozi wangu wahakikishe timu irudi ile yani ile cream ya timu ile kuwepo msimu uliopita, basi marekebisho yake yawe ni machache sana. Lakini pia sisi mashabiki ndo watu ambao tunategemewa sana kwenye mpira wa miguu, kwa sababu shabiki ni mtu wa 12 kwenye mpira wa miguu. Tuendelee kujitokeza kwa wingi kama tulivyokuwa tunajitokeza kwenye msimu ulioisha, naamini timu inaenda kufanya vizuri. Sawa, labda la kwangu la mwisho ni kwamba komenti nyingi za watu mbalimbali wanatamani kuwaona Yanga nao wameenda Kagame. Ndio. Kwako wewe kama shabiki wa Simba imekaaje? Kwa sababu tayari Simba ameshaingia katika Kagame Cup na suni nadhani wanaanza kufanya uratibu mzima wa kuhusu mchuano huo.
Kwanza mimi binafsi nilikuwa natamani sana nilikuwa natamani kwamba yani ile chachu iliyokuwepo kwenye msimu ulioisha tungeenda kuiweka kule Kagame. Sijajua wamekuwa na sababu gani ambazo zimewafanya wameshindwa kuingia kwenye Kagame, lakini all in all hayo ni mambo ambayo yanahusu timu yao, lakini kwa ajili ya ule ushindani na kusababisha kombe liwe na ladha, mimi nilitamani wawepo. Lakini pia wapo vijana wao kule Singida Black Stars, kwa sababu hao ndo watu ambao wamekuwa wanashirikiana nao kwenye michakato yao ya hapa na pale. Lakini mimi kama Simba kumekuwa na taarifa za hapa na pale hapa siku 2-3 kwamba Simba wamejitoa. Na washukuru viongozi wangu kwa kuamua maamuzi ya kiume kupeleka timu Kagame, kwa sababu tuna wakati mfupi sana wa pre-season, ligi yetu imechelewa kuisha. Nafikiri haya mashindano yanaenda kutumika kama sababu au kama chachu ya kuangalia wale wachezaji ambao wamesajiliwa kwenye dirisha kubwa, kwamba tutaangalia huyu anatufaa au huyu sawa amesajiliwa lakini bado anahitaji muda wa kucheza. Nafikiri marekebisho ya timu kama nilivyokuambia ni machache sana, lakini sisi Simba Sports Club tutayatumia mashindano ya Kagame kama sehemu ya kujipima na kuangalia mwelekeo wetu wa msimu unaokuja, kwa sababu kuna vilabu vikubwa pia. Al Hilal yupo kule, mtu mwenye msuli mkubwa sana wa mpira Afrika Mashariki na Kati, hilo kila mtu anajua, na ni washindani wa kweli, kwa sababu uwekezaji wao kwenye timu ni uwekezaji mkubwa ambao ukizungumza timu ambazo kwenye bara letu la Afrika Mashariki na Kati, timu ambazo zina ubavu mkubwa ambao hata ukienda nao sokoni kushindania mchezaji bado unaweza usitoboe, ni pamoja na Al Hilal, ukiachana na mambo ya vita na nini. Lakini haya yote ligi yetu ili ije kuwa bora, kitu cha mwisho ambacho mimi natamani kukizungumza hapa kwenye hii media, tumekuwa na msimu bora sisi kama Simba, lakini msimu wetu bora bado kuna vitu vimechangia kutokuwa bora kwenye mioyo yetu sisi, kulingana na idadi ya marefari wengi ambao kiwango chao ni cha chini. Tunaelekea kwenye AFCON. Mimi najaribu kujiuliza swali moja, itakuwa aibu kwa taifa kiasi gani kama sisi tutakuwa waandaaji wa AFCON afu hatutakuwa na refa hata mmoja wa daraja la kuchezesha AFCON? Tunaangalia nchi kama Sudani imekuwa na vita vya muda mrefu sana, lakini angalia Somalia wana marefari ambao wametoka, alichaguliwa kwa ajili ya kwenda kuchezesha nini, kombe la dunia, lakini kulingana na mambo ya kisiasa na issue za hapa na pale, mambo ya kidiplomasia, yule refa alishindwa kuingia Marekani kwenda kuchezesha kombe la dunia. Nafikiri viongozi wetu wa shirikisho la mpira wa miguu wajaribu kuwa na aibu kidogo. Sasa hili ni taifa ambalo linakwenda kuandaa AFCON. Kwa hiyo kama tunakwenda kuandaa AFCON, maana yake sisi ndio wenyeji wa hiyo AFCON. Sasa je, tuna malengo gani au tumefocus kiasi gani au tumewekeza nguvu kubwa kiasi gani kuwa na marefa bora ambao hawatatutia aibu? Kwa nini nasema hivi? Nasema hivi kwa sababu ndani ya huu msimu ambao umetamatika, vilabu vingi sana hata vidogo vimekuwa na malalamiko na marefari, lakini kitu ambacho labda Yanga, Simba na Azam wanawashinda wa vilabu vidogo ni ile misuli waliokuwa nayo na nguvu walizokuwa nazo. Lakini kama timu zingekuwa zina uwezo wa kulalamika, timu nyingi sana zina changamoto zao ambazo zinasababishwa na marefari ambao ni marefari wazawa wa nchi hii. Mimi nafikiri kama mtu ameamua kuchagua kuwa refari, ajaribu kwenda kufuata zile sheria 17 za mpira. Mpira wa miguu ni mpira wenye hisia sana. Mashabiki wa mpira ndio watu ambao wanapoteza kila kitu kwenye mpira. Kuna wakati wanapoteza muda, wanapoteza pesa, wanapoteza kila kitu kwenye mpira wa miguu, lakini wanapoteza vitu wakiwa wanatarajia kupata furaha kupitia timu zao. Timu zimefanya uwekezaji mkubwa, timu zina uwekezaji mkubwa, timu zina wachezaji ambao wanalipwa ghali, zina makocha ambao wanalipwa ghali. Kwa nafikiri marefari wajaribu kuwa waungwana, wafuate zile sheria 17 za mpira, lakini bodi ya ligi waweke sheria ambazo msimu ujao, awe Simba, awe Yanga, awe Azam, iwe klabu yoyote, kama utavuka yale matakwa ya kimpira, basi ni vyema timu inyang'anywe alama 3. Tutakuwa na ligi bora sana na tutakuwa na marefari wazuri. Sawa bwana, ukiona kikao cha familia kimekaa alafu hujaitwa, wewe ujue hicho kikao hakikuhusu. Kwa hiyo hichi kikao kilikuwa ni kikao cha mnyama na mengi yamesemwa. Tuko na mwanahabari mtu wa habari mwenzetu, tuko naye hapa, amezungumza ya kwake ambayo yamemtoka moyoni, lakini pia amejaribu kutupangia kile kitu ambacho yeye anatamani kukiona kinakuja kutokea baada ya msimu huu hapo wa 2026 2027, kiwe ni furaha kwa wanasimba wote na Watanzania kwa ujumla. Mimi niko Badale leo, si ndio? Jumamosi moja tulivu sana, na niko na mwanangu hapa.
Mimi nipende kuwashukuru sana, lakini pia niache na neno la kumalizia, yeye hamalizie, mimi nitakuwa sina neno tena. Mgoma the name, your boy, handsome boy like Manyema. Niko Madale leo. Haima official. Behind the camera, yuko Man Popa. Mwanangu, mimi nataka umalizie neno la mwisho, lakini pia waambie wananchi unapatikanaje kwenye mitandao yako ya kijamii. Bwana, mimi napatikana kwa majina ya Jimmy Jackson, TikTok, Instagram pamoja na Facebook. Lakini neno langu la mwisho la kumalizia, mimi nasisitiza sana. Kiongozi wangu wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, Wallace Karia, ni mtu ambaye namheshimu sana kwa sababu mamlaka ndio imemweka pale, lakini ni mzee ambaye pia ametusababishia tumeona kwamba kuna uwezekano wa kuwa na mafanikio. Mfano, tumekuwa na timu ya vijana under 17 msimu huu, wametuwakilisha vizuri kwenye mashindano ya AFCON na wamekwenda wamecheza fainali na timu ambayo ina msuli mkubwa barani Afrika. Kila mtu anafanya nini anajua. Mimi ninachoomba, rai yangu kwa Wallace Karia, heshima yake asiitelemshe kwa sababu ya hivi vilabu viwili, Simba na Yanga. Tunaomba tena, tunarudia tena, tunaomba marefa bora, tunaomba marefa wenye weledi, marefa ambao wako smart, marefa ambao watasababisha ligi yetu irejee kwenye nafasi ya 4 kama vile ambavyo tulikuwa tumefanya nini, tumezoea, kwa sababu ligi yetu imetoka nafasi ya 4 imeporomoka mpaka nafasi ya 6. Tafsiri yake ni nini? Ligi imekuwa haina ushindani mzuri kwa sababu kuna timu zinakwenda kucheza mechi zikiwa zina matarajio ya matokeo mkononi tayari. Mpira wa miguu unaumiza sana. Msimu ujao wana Simba wote, mimi nataka niseme kitu kimoja, kauli moja tu ambayo msemaji wangu, mtu mmoja hatari sana, msemaji bora wakati wote, mtu ambaye kuna nyakati alikuwa anajibu maswali ambayo benchi la ufundi linatakiwa kujibu, lakini yeye bado alisimama akajibu, akafanya mashabiki wakarudi chini. Msimu ujao Simba Sports Club hatucheki na kima. Hiyo ndo kauli mbiu yetu. Chukua hiyo, na kama haikutoshi, sio size yako, hakikisha unavaa kile kiatu ambacho kinakutosha. Yule boy, handsome boy like Manyema, nilikuwa Madale Rahia, wanaitaga Haima official. Hii hapa niko Kani Online TV, na tunazidi kukuambia kwamba usisahau kutufollow katika mitandao yetu ya kijamii kwa ajili ya kupata update zote zile za michezo, entertainment, bila kusahau zile update zote ambazo zinaendelea kuzagazagaa mjini, sisi ndio tutakufikishia mikononi mwako. Behind the camera yuko Big Popa, niko Madale leo. I'm sign out, tukutane kwenye update nyingine. Ciao.